Nia yangu katika kifungu hichi hasa ni kuzungumzia ile sehemu ya mwisho anaposema huyu anayezaliwa Yesu Kristo anakuja kuleta amani. Mfalme wa amani. Amani linatafsiriwa katika maeneo mengi. Amani ina maana tofauti nyingi. Inaweza kuwa kisiasa, kuna namna ya kulizungumzia amani. Kijamii kuna namna ya kuzungumzia amani. Kimataifa kuna namna ya kuzungumzia amani. Lakini sisi katika mambo ya kiroho na kanisa tunaanza na amani kwa maana ya roho zetu. Kwamba Yesu Kristo anazaliwa kwa ajili ya roho zetu. Tupate amani. Misukosuko ya maisha ni mengi. Kwa hiyo Mungu atujalie amani katika Christmas hii. Tusherekee kwa amani. Lakini la pili, amani yetu iende hata nje ya kanisa kwa maana ya jamii kwa ujumla. Sisi wa Tanzania katika mwaka huu mtakumbuka tumepata changamoto ambayo imejitokeza wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Na kwa namna fulani amani yetu ile tuliyozoea kama nchi ya Tanzania ilitikiswa. Na mpaka sasa bado majeraha ya amani ile utowekaji wake yapo. Bado naona Watanzania bado hatujiamini na hatuamini kilichotokea kwamba ni Tanzania ile ile kisiwa cha amani ama ni Tanzania nyingine. Lakini ni maombi yangu na nia yangu na kusudio langu kusema kwamba ni vizuri sana Watanzania wote tunaposherehekea sikukuu za Christmas na hata baada ya hapo tuishi katika amani kama ambavyo tumezoea kuishi katika amani katika nchi yetu. Tanzania tunajulikana kisiwa cha amani. Na ndio maana hata matukio yalipojitokeza unaweza ukaona vyombo vingi vimekuwa vimepelekeza macho kwetu sana Tanzania. Yaani kwa sasa ni habari ya Tanzania. Hii inaonyesha ni jinsi gani pengine watu wanatamani kuona nchi yetu ikivurugika amani. Lakini tuombe sana kwamba kila mtu atunze amani. Amani hii tumerithishwa tunaambiwa. Lakini kuirithi kwake ni kuitunza. Tutunze amani ndugu zangu wa Tanzania. Tuombe kila mtu tupate nafasi ya kuombea amani ya nchi yetu. Kila mtu atunze amani ya nchi yetu. Kwetu sisi raia na Watanzania kwa ujumla wananchi, lakini pia kwa viongozi wetu. Yako baadhi ya mambo ambayo tunaambiwa yamesababisha matukio haya, watu wamelalamika haya na yale, yanayojulikana na yasiyojulikana. Basi tuwaombe viongozi wayafanyie kazi yale ambayo yanaweza kuturejesha katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku ya amani. Tulistushwa, tumefadhaishwa na tumeshangazwa. Lakini pia tumie nafasi hii kuwatakia kila laheri na kuwaambia kwamba ndugu zangu tarehe 25 ni sikukuu ya Christmas. Ni siku ambayo tunakutana makanisani kumwabudu Mungu na kumshukuru Mungu kutuletea mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuwatoe mashaka na wasiwasi. Kumekuwepo na maneno ya hapa na pale kwamba watu wengine wanapanga kufanya maandamano. Hiyo siku kwa kweli sio siku ya kufanya maandamano. Ni siku ya kuja kumwabudu Mungu. Sasa kama kuna mtu anataka kupingana na Mungu, huyo sasa tutashangaa ni mtu aina gani. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba karibuni katika ibada. Watu tuje kanisani, tusali, tumshukuru Mungu, tumwabudu Mungu, tumwambie Mungu asante kutuletea Yesu Kristo ambaye ni chanzo cha amani katika maisha yetu. Kwa hiyo tuwaondoe wasiwasi. Na wale ambao mnachochea maneno kwamba tarehe hiyo ni siku ya maandamano, hapana. Tungeomba waache hicho kitu. Hiyo ni siku ya kumwabudu Mungu na watu wanahitaji kutulia ili kuweza kumwabudu Mungu wao. Hii ni Christmas. Christmas ni siku ya ukombozi. Na sisi wote tunakuja kusherehekea ukombozi. Kwa ndugu zangu wote kwa ujumla wake, Wakristo kwa wasio Wakristo, Tanzania wote, mimi nataka niwatakie kila laheri na Mungu awabariki na Mungu atubariki sote. Tukawe na Christmas njema, lakini pia tukawe na mwanzo mpya wa mwaka 2026. Mungu awabariki na Mungu atubariki sote. Mungu abariki nchi yetu ya Tanzania na viongozi wake wote. Bariki rais wetu na waziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wote wenye mamlaka mbalimbali ili waendelee kutuongoza katika haki na kweli ili kuendelea kudumisha amani hii ambayo tunahitaji katika nchi yetu. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana.